Welcome to Big Bravo TV. Say it loud, say it back with me. If you got a dream, let it speak, let it scream, let it scream. This is where your wild sides meet. Welcome to Big Bravo TV. Turn it up who you'll be. Every little flaw, every win, every scene, we make you look big on the screen. Oh yeah! Confetti in your hair, my tape to your heart. You thought you knew the script, they just tore it apart. Side eyes, quick cuts, secrets in the green room. You came in as a maybe, walking out as the room. Welcome to Big Bravo TV. So finally, this is the great testimony ambayo tulikuwa tunasema. Although ijamaliza, although haijaisha, lakini hata dadake alikuja aliona mkono wa Mungu. Wacha nikwambie, siwezi sema ni mimi. Let's just be sincere. Hii ni kazi ya Mungu. Chenye imefanyika kwa mzee is in the book of John chapter 5 verse 1. Na mtu asome. Chenye inafanyika kwa mzee, it is not my prayer, but not the prayer of this church, but it is a favor from the Lord. Because I think mzee alituambia alienda Kenyatta walisema aende nyumbani, hawezi kata. Walichukua part of that. Kuna daktari alikuja hapa alituambia tuachane na huyu mzee. Tulienda hapa Thika, walikataa. Sasa sisi tulibaki na mzee. Kuna watu walikuja wakaniambia, mbona nimeweka huyu mzee hapa atakufa? I gave just a day. Wanaongea. Kwa hivyo umepata? Soma. John chapter 5 verse 5. John chapter 5 verse 1. Verse 1. Inasema hivi. Baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi. Sasa Wayahudi walikuwa na siku yao. Naye Yesu akakwenda Yerusalemu. Yesu alikuwa anaenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango mkubwa wa kondoo. Yes. Pana birika itwayo Kiebrania Bethesda. Kuna mahali maji ilikuwa kubwa mbele ya hiyo gate ya Yerusalemu, ama? Nayo ina matao matano. Yes. Na ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Kuna watu walikaa hapo kwa hiyo maji, walikuwa na ngoja malaika ashuke ndani ya hiyo maji. Na malaika akishuka, mtu wa kwanza kuingia ndiye alikuwa anapona. Vipofu, viwete na waliopooza. Yes. Wakingoja maji yatemke. Yes, walikuwa na ngoja maji kienda kufanya hivi, mwenye atatangulia atakuwa anapona. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka. Malaika alikuwa anashuka kwa wakati wake ambao hakuna mtu yote alikuwa anajua. So malaika akishuka hivi, maji inaanza kufanya nini? Kuchemka. Then kama ni mimi nimeingia hapo, mimi napona. When the second person I atapona. Endelea. Akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kuchibuliwa akapona. Yes. Wote aliokuwa nao. Verse 5. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Kuna mtu ambaye aligonjeka 38 good years akiwa karibu na hiyo birika. That pool. Yesu alipomwona huyu amelala. Yesu aliona huyu akilala. Kuna watu wengi ambao walikuwa huko, lakini Yesu aliona huyu mwenye alikuwa na 38 years. Naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Yesu aliona miaka ambayo huyo ndugu alikuwa amechukua hapo. Akamwambia, "Unataka kuwa mzima?" Unataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu. Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Kumbe according to the answer ambayo huyu jamaa ametoa, inamaanisha Paul, ukikuwa hapo, kumbe kuna watu wa kweli walikuwa karibu na wewe. Ukiwa mgonjwa sana, wanakusaidia kuingia kwa hiyo maji. Na yeye amesema hakuwa ana mtu. Hebu rudia. Yule mgonjwa akamjibu Bwana. Akajibu Yesu Kristo, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Hakuna mtu mwenye anaweza nisaidia niingie pale. Maji yanapotibuliwa. Yes.
ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine ushuka mbele yangu. Endelea. Yesu akamwambia, simama nichukue godoro lako uende. Mzee, simama uchukue godoro lako na uende. Hiyo ndio kitu imefanyika hapa. Mara yule mtu akawa mzima, akalichukua godoro lake akaenda. Hiyo ndio kitu ambayo Mungu ametutendea. And I want to tell you without fear that God has blessed huyu mzee, si kwa sababu ya maombi yetu, ni kwa sababu ya bidii yake ya kusimama hapa. Amesimama. Ukikuja wewe, umekuja hapa mara ngapi? Si unaona tu akiwa pale bado wako. Na mtu akiomba hivi anatoroka. Na let me tell you, hiyo ilikuwa kansa. I think tulikuwa na wewe juzi Tika na mzee. They said cancer. Mzee ndio udaktari alisema. Sasa hii imekuaje? Hiyo kitu inatoka tu peke yake. Hiyo ndio miujiza kubwa ambayo nilikuwa nataka niseme. Sio sisi, ni bidii ya huyu mzee na imani yake. Kama sio hivyo, huyu mzee maybe angeenda usi, angemalizwa. Bidii yako inaweza kuponya. Kwa hivyo huyu alipona sio kwa sababu ya ule malaika. Nimegundua ya kwamba malaika wananga huruma. Malaika wa Mungu hawananga huruma. Hata ukikaa kwa kanisa bila kazi, hawananga huruma. Kuna nyimbo nyingine tulikuwa tunaimba hapa, mtaniruhusu tu. Sijamuona mwenye upendo na huruma kama Yesu. Matajiri na wenye vyeo na wasomi wa dunia hii, sijamuona mwenye upendo na huruma kama Yesu. Malaika wananga huruma. That is what I've realized. Because malaika yeye anafanya kazi ambayo Mungu amemtuma. Hata akipata unaumia, malaika anapita tu. Haijalishi imekaa miaka ngapi. Lakini Yesu akishuka alianza kwa sababu, si kwa sababu huyu jamaa alikuwa mtakatifu. Ukisoma mbele ambayo sitakubali usome. Yesu alikutana na huyu jamaa hekaluni. Na Yesu akamwambia, sin no more or else you will get it worse. Sin no more. Inamaanisha is like huyu jamaa alikuwa asasina. Na Mungu alimuona, sin no more or else you will meet the worst. Bwana Yesu asifiwe. I want to say mzee, sin no more or else God anaweza leta mabaya tena. Sin no more. To me I want to say, I Samuel, I sin no more or else Mungu atanimaliza. Bwana Yesu asifiwe. All of us sin no more. Kwa sababu Mungu atakuja na siri yake. Kama sio hivyo, nilikuwa nataka nifike kwa mzee, hata kama atasema neno moja kuhusu chenye Mungu ametenda. Kwa sababu hata mzee leo naona ameshika hivi. Mzee anakaanga hivi. Na kweli hata mimi nikitangaziwa cancer, I know cancer is dead. But today I can see mzee nilimuuliza pale kuna baridi. Mzee aliniambia kuna baridi. Kwa hivyo we want to nainua jina la Yesu Kristo kupitia hii channel yako. Amen. That may God make your channel go beyond its expectation. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mzee unaweza sema kitu tu. We encourage watu. Sema tu mzee. Anaogopa kuongea. Pengine kama unaniuliza kitu. Okay, anasema nimuulize kitu, uko na nini? Weke hapa. Yes. Anasema tu hajui kuongea, lakini anataka ni maybe swali akijibu. Bwana mtanisaidia because questionnaires sijui kutengeneza questionnaire. But when you have with Victor wakina wao wa mama, kila kitu kitakuwa sawa. Najua kupitia hii mguu ya mzee, kwa nini mimi nimefurahi? Mungu akikutendea maajabu mzee, piga kelele watu wajue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna mtu anaenda kwa mganga zaidi, lakini akiona ukisema neno
hataenda kwa mganga na jina la Yesu itafanya nini? Itainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na najua mzee, kuna kitu kubwa ambao umelipa kwa hii madhabahu. Kuna gharama kubwa umelipa ili upone. Siwezi hesabu kitu kama gharama. Hakuna gharama ambayo tunaweza sema mzee ameleta ng'ombe 2 ya kuvunja na lakini yeye kama yeye ameona mkono wa Mungu. Na sasa hii nasema mzee, na Mungu akikubariki na upone kabisa na ikauke, afadhali usibariki madhabahu. Pesa ambayo utapata, atafute kanisa ambayo iko chini ya hii na ajenge na pesa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hiyo tu ndio naweza kuambia. Najua utarudi na utafanya kazi yako. Najua utarudi na Mungu atakubariki baada ya hii mateso. Lakini Mungu akikubariki na uinuliwe tena, because lazima utainuliwa. Usikuje kutubariki. Utafute kanisa ambayo wanasema, bora tu wanasema jina la Yesu Kristo. Na uwabariki sana sana kanisa ya chini. Maybe kama yao inakaa hivyo. Yes. Swali lingine naweza sema, unasikiaje juu ya mguu yako? Tangu nianze kutumia ile dawa nilitoa vita. Yeah. Niseme uchungu imeisha. Yes. Ile ngozi ilikuwa inamea yenyewe imejitoa, hata sijui inaenda wapi. Kuna nyama ilikuwa inamea kwa hiyo mguu. Every time inapanuka. Ili tu ilipotea. Hatujui, hatuwezi sema. That is the truth. Hata nasikia mapastors wengine wanasema ndio hiyo nguvu, ndio hiyo nguvu. Mimi hiyo ni uongo. Hakuna nguvu ambayo itatoka kwa pasa ikakuja kwako. Ni Jehova atafanya kulingana mapenzi yake. Kwa hivyo hakuna nguvu yote nimesema, mzee, hata kama unasema hivyo, kuna siku niliona nguvu ilitoka mpaka hapana. Mzee amepona kwa sababu ya upendo wa Mungu kupitia hizo vitu ambaye mzee imani yake, I mean. Yes, na baridi ulikuwa unasikia? Hata baridi ilikuwa inakuja juu ile uchungu nilikuwa napitia. Sasa hii usikii uchungu yoyote? Sasa niko nyuma mimi naji. Hata sasa hii umezi hizo madawa zingine hiyo ya kupoesha uchungu. Hata kama na meza ya kupelekana na zile za kuongeza damu. Kuna dawa nyingine tulinunua ya kuongeza damu. I think kwa sababu tulienda wakati alikuja hapa alikuwa na damu ambayo ilikuwa 4 point something, ndio. But juzi tulienda wakasema ilikuwa around 6.7 because hiyo mguu ilikuwa inatoa damu. It was just we bring ina drain. But of late tukienda tulipata it was 6.7. Bado tunaendelea kununua hiyo dawa ya damu. Kwa hivyo hata yeye anasema anakunywa tu kwa sababu anakunywa hizo zingine. Yeah, I think lakini niko sawa. Nikijisikia kulingana na vile nilikuwa. Yes. Mzee ako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na bado naomba kwa watu Paul, wewe unajua unapenda maombi, utuombe. Kwa sababu najua shetani hatafurahia. Na kuna kuna mshirika wetu hapa, wawili waliota. Mwingine aliota ameona hiyo nyama kabla hiyo nyama ianze kuanguka. Can you remember? Kuna msichana anaitwa Magi aliota na huyu mzee ameona hiyo nyama, na mimi naamini ndoto kuliko nabii. Aliota hiyo nyama imeanguka na mzee anatembea vizuri. After 1 week hiyo kitu imeanza kushrink. Inaisha hata we can't explain. Na nani tena aliota? Joki pia. Wewe pia uliota imetoka. Ndio kipya aliota the same imetoka. So after that we see a great change taking place. I think Dr. wake sahi ainuki sana. Hata sahi najua after tukimaliza she will go on doing the dressing. Ana dress tu na maji. Ama kuna mafuta yote tumenunua. Hizi sijui mafuta ya nini, sijui paraffin from the chemist hakuna. Kwa hivyo that is the great testimony ambayo tunaona. And when we will be having a week of prayer of camping, I think those are the things that we will say, God thank you, kwa sababu Mungu ametuondolea aibu. Huyu mzee angekufa hapa, even the government would have taken us
to another place. Bwana Yesu asifiwe. But God has been on our side. Kwa hivyo hatujasema we are best. No, don't come. Nasema usikuje ukifikiria we are the best. Kuja tusaidiane na tuone mkono wa Mungu. Kama sio hivyo, brother Bravo, I think that is the great testimony ambaye tunasema na Mungu attended. Hatujafanya testimony ili watu wajae kwa kanisa. God is not after the tyranny of numbers, but God is after the souls. Bwana Yesu asifiwe. Can you read the book of Proverbs? Proverbs 21, I think 1 or 2. Kuna mahali hapo. Mungu anaangalia roho ya mtu. Is it that place? Yeah, wacha some. Kwa sababu najua time yetu imeisha. Najua Bravo anaenda shughuli nyingine. But nimesema asante kwa hiyo jambo ambayo umetenda. Soma. Proverbs 21 verse 2 and 3. Kiasi ya mtu ni sawa machoni pake. Ni sawa machoni pake. Yes. Mwenyewe. Yeah. Bali Bwana hupima mioyo. Mungu anapima mioyo. Hiyo ni chapter 2. Ni chapter 2. Verse 2. Kila njia ya mtu ni sawa machoni pake. Yes. Mwenyewe. Yeah. Bali Bwana hupima mioyo. Bali Mungu hupima mioyo. Kwa hivyo ukikuja huku usikuje kwa sababu huyu mzee amepona. Kuja kwa sababu unataka kuona Mungu. You want to meet your God. For that full week tunaomba Mungu atupe ushindi. Na najua hata chakula ambayo haijapatikana, naomba Mungu afungue milango ipatikane. Naomba watu wasilale njaa siku hiyo ni kwa sababu hakuna chakula, because these people are coming to pray. Kwa hivyo kama uko na mtu ambaye amegonjeka, kuja tu, let's try. Tujaribu tu, maybe in the book of Joel chapter 2 verse chapter 2, I think verse 14, it says, wacha asome. Kuja tu, tujaribu tu. Joel is Joel 2:14. Soma. Inasemaje? Joel chapter 2 verse 14. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka? Yes. Na kutuachia baraka nyuma yake. Nani anajua? Maybe Mungu, that is, nani anajua? Maybe our prayer together may God aachilie baraka ya uponyaji, baraka ya kazi, baada ya hiyo maombi ambayo tutakuwa tunafanya hapa. And we pray, even pastors who are willing to come and join us, we will give you privilege. Only what I'm saying, that let nobody come with an idea kufunga maombi ya siku hiyo. Hata tufunga, lakini tukifunga, akifungua ajue yeye atakutana na mabaya. Kuna mahali niliitwa, wakati tuliomba mpaka Mungu alitenda, huyu pastor mama akaanguka, akaanza kusema mipango alikuwa nayo, na aliona mabaya tu. Akitoka hapo mtoto wake gari iligonga na akakufa. Naomba ukikuja kwa maombi kama hiyo, usikuje na nia nyingine ya kukamata. By that time I was not all that known, but huyo pastor aliniita niende nimsaidie. Tuliomba like 3 days, no nini, neta breakthrough. Lakini wakati huyo mama alianguka, akaanza kusema mambo yake, akaomba msamaha, akitoka kwa hiyo crusade, yeye alienda kuzika. Kwa hivyo usije ukakuwa na nia mbaya na kanisa la Mungu. Sio sisi tutakuongea vibaya, lakini mwenyewe ndiye atakufanyia chenye anataka. Otherwise I know people will come in the name of Jesus Christ, and I will surrender back to our brother Bravo, because I see anything unless kama atatupea maybe a worship. Maisha yangu nimeachia nani, hiyo tu, then we just give you back. Unless we are getting late. I won't mind. Yes. To mind. Okay. Nitawasalimia tena. Yes. Na enyewe Mungu anajenga kanisa yake. Amen. Na Mungu anatenda miujiza. Yeah. Na watu wanapona. Amen. Alikuja. Nasema shetani
au mwizi alikuja kuiba, kuua na kuharibu, si ndio? Ila Mungu alikuja kutuokoa. Yes. Yesu alipokuwa hapa duniani, Yes. alitenda mambo. Amen. Vipofu waliona, Yes. viwete walitembea, Yes. na wafu walifufuka. Amen. The opposite of Satan, si ndio? Let us always work with faith. Na nitasema maisha yangu nimemwachia Yesu tawale. Amen. See, it is true. True. Ya maisha yangu nimemwachia Yesu atawale. Yako wewe umemwachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale. Yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimemwachia Yesu. Yako maisha yangu nimeachia Yesu atawale. Yako umeachia na ndoa yangu nimemwachia Yesu atawale. Yako wewe umemwachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale. Yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimemwachia Yesu atawale. Yako wewe umemwachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale. Yako umeachia nani atawale? Amen, 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 amen. Tusema ni asante. Thank you, I am very happy to be here, and indeed this is the place to be. Thank you. Honestly, this is the place to be. Na kwa nao nitazama hewani nitasema this is the place to be. Yeah. So nitawakaribisha nyote on behalf of Pastor Elijah. Yes. All those people that are watching me, ningeomba mketi chini. Wenye wamesimama. Yeah, nitasema on behalf of Pastor Elijah, Yes. I welcome you guys to the it is a camping night. It is a camping night that will happen hapa Kiganjo. Kiganjo yenye iko Thika at corner 1. At corner 1. Ukifika corner 1, you can either call my number ama namba ya pastor na utaweza kuambililiwa zaidi. But if you are good enough, kuna watu ambao wana umakinifu wa kusikiza, they are very observant and they can learn. If you know Thika, hata kama ujui Thika, you can ask where Thika is located. From Thika utakuja, from Thika town utakuja Kiganjo. Ukifika Kiganjo, then utakuja corner 1. From corner 1 we have a very tall building that is known. Hata ukiangalia kwa Google Map, just open your phone, Google Map, weka Modern Heights. Hata uko Ethiopia itakuleta hapa. Okay. Modern Heights ni moja yenye iko Thika. Hakuna nyingine Kiganjo. kwa Google Map. So just put Modern Heights, itakuleta exactly mpaka kwa kanisa ya Pastor Elijah. Just Modern Heights. Mungu awabariki na nawaachia neema ya Yesu izidi kutawala maisha yenu. Amina. Amen. Maisha yangu nimeachia Yesu atawale. Na wewe yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimemwachia Yesu atawale. Wewe yako umemwachia nani atawale? Yawa huduma yangu nimeachia Yesu atawale. Yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale. Na wewe yako umeachia nani atawale? Ugonjwa yangu nimeachia Yesu atawale. Yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimemwachia Yesu atawale. Na wewe yako umeachia nani atawale? Watoto wangu nimeachia Yesu atawale. Yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimemwachia Yesu atawale. Na wewe yako umeachia nani atawale? Sawa, huduma yetu tumeachia nani atawale? Na wewe yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimemwachia Yesu atawale. Na wewe yako umeachia nani atawale? Yana ndoa yangu nimeachia Yesu atawale. Na wewe yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimemwachia Yesu atawale. Na wewe yako umeachia nani atawale? Kazi wangu nimeachia Yesu atawale. Na wewe wako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimemwachia Yesu atawale.
Ya huruma yetu tumeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani? Hii channel yetu tumeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Kanisa letu tumeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Biashara yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Kazi yangu nimeachia Yesu atawale, yako umeachia nani? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe umeachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Matanga yangu nitaachia Yesu atawale, na wewe yako achia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Yawa matanga yangu nitaachia Yesu atawale, na wewe yako achia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani? Masomo yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Maisha yangu nimeachia Yesu atawale, na wewe yako umeachia nani atawale? Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba tumeshukuru, tumesema ni asante. Asante for this wonderful program ambayo Jehova God hatukujua Jehova siku ya leo itafanyika. Kubali kila kitu ambayo tunafanya kwa hii madhabahu Baba, isikue benefit on our side na ikue hasara kwa upande mwingine. Kwa hivyo Jehova, naomba hii huduma ambayo tumefanya jioni ya leo Baba ikue baraka kubwa kwa watu ambao wataona, kubwa kwa washirika ambao wako hapa Jehova, kubwa kwa mzee wetu ambao amekuwa karibu na wewe Yesu. Kubali tusichukue any advantage na shida ya mtu Jehova God, ikuwe njia zetu Baba ya kutajirika. God, you never call us so that we be rich, wala tutembee na magari ya kifahari, ila Jehova ulitutuma Jehova ili jina lako inuliwe kwa njia zote ambazo tutakuwa tunatumia. Kubali Jehova jina lako inuliwe kwa uponyaji ambao itakuwa inafanyika. Kubali jina lako inuliwe hata kwa hii channel ambayo Jehova umetuma Jehova tutumie wakati huu Jehova, ilete jina lako inuliwe Jehova God. Hata brother yetu Paul ambaye Jehova unamjua na unamtambua Baba, kubali ufungue hiyo huduma ambayo iko ndani yake Jehova God. Hiyo huduma Jehova God ianze kuvibrate in his life. Huduma ambayo iko ndani yake ianze kuvibrate Jehova Jireh. Wanaofunga huduma ya watu, wanaokamata huduma ya watu, shindwe kwa jina la Yesu Kristo. Hata sisi ambayo tuko kwa hii madhabahu, mara mingi tumeona mapastors wengi wameanguka kwa sababu ya usherati, wameanguka kwa sababu ya kuiba sadaka, wameanguka wakikondia magod, tumeanguka tayari. Lakini leo Jehova, katika jina la Yesu Kristo, tawala maisha yetu Jehova God, tawala washirika Baba yangu, tawala kanisa Jehova, tawala hii madhabahu Jehova na hii kanisa Jehova. Utume malaika ambaye Jehova atafanya kazi ambayo umemwasaini. Moreover,
Yesu Kristo, shuka peke yako. Tuliona wakati ulishuka pale in the book of John chapter 5. Jehova ulishuka na tuliona huruma wako Jehova, ambaye malaika hawajawaifanya. Baba, tuliona huruma ambayo alifanyia ule mzee ambaye alikuwa na 38 years akiwa akigonjeka pale Jehova. Naomba ushuke Jehova. God, may you come in person so that we may see the wonderful and marvelous blessings. Jehova, hatuna chochote ambacho tunapea huyu ndugu yetu Bravo Paul, lakini Jehova, najua utalipa. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Brother Paul, tunashukuru kwa wema mliotenda. Hakuna cha kulipa, Mungu atalipa. Brother Paul, tunashukuru kwa wema mliotenda. Hakuna cha kulipa, Mungu atalipa. Wamama, tunashukuru kwa wema mliotenda. Hakuna cha kulipa, Mungu atalipa. Na wazee, tunashukuru kwa wema mliotenda. Hakuna cha kulipa, Mungu atalipa. Pasatu, tunashukuru kwa wema mliotenda. Muda umewadia ya kurejea kwetu. Hakuna cha kulipa, Mungu atalipa. And may God bless you in Jesus name. Yes guys, hata kama ameniambia nisirecord, mimi I will record kwa sababu it's a favor. It's God's favor. Umeamua nionje ingine. Yeah. Kwa sababu mimi nilifundishwa na baba yetu ambaye anaitwa Abraham ya kwamba usiende mbele ya Mungu bila. Na pia in the book of 2 Samuel chapter 24, Daudi alisema mimi sitaabudu Mungu wangu bila kutoa. Kwa hivyo ukiamua, ukikuja umetumia fare, umepoteza muda wako, ninaomba uende ukule kuku. Asante. And may God bless you. I know hii ni kidogo sana. Leo nimeona jogoo ni chache, ndio na sijakupea ile kidogo. Ninaona siwezi kukupea kitu mbaya. Afunge. Last time nilishinda kupata kamba. Okay. Yeah, wacha ashike hiyo kwanza. Yeah, nimekupea hii. Okay. Uende ukule. Asante. When you remember the Safina Worship Center and when you pray for your coming mission in this world, you pray for us. Thank you. And tu ufunge unless you have something. Mimi nitasema ni asante. Yes. Nikaribisha huko kwako. Yeah. It has been a good day. Yeah. It is a great place to be. Okay. Na nitaomba sana. Yeah. On August. Okay. Watu watakuwa wengi. Yes. Na injili itazidi kwenda mbele. Amen. Na jina la Mungu litaishi kuinuka. Amen. Nimefurahia kuona mzee amepona. Yes. Hata kama hajapona kwa ukamilifu. Yes. Imebaki tu ikauke sasa. Yeah, ni maendeleo. That is a miracle. Na damu itoki, that is our happiness. That is a miracle. Yes. At least sasa apitie uchungu wenye alikuwa anapitia. Ana uchungu. Na hata ukiangalia pale unaona daktari ameanza kazi yake. Huyu ndio daktari anataka kuchemsha. Maji moto. Anachemsha Hata nilikuwa nataka nimnunulie kagasi niweke hapa sana. Hiyo ndio kazi anafanya. Wow. Yeah. So unaona hata wewe tulisahau. Kajiko kama kaka nitasaidia. Nitapanga nione venye anaweza fanya. God's grace itapatikana hata kama ni jiko na makaa. Yeah. Kwa neema za Mungu. Yeah. Kwa njia zake tu za kimiujiza. Yes. Atatujibu kwa uwazi. Amen. May God bless you. Traveling mercies. Mungu awabariki
channel yako. Thank you. Wacha ni mali. Salamu unaweka ikiwa nusu ndio. Unajua sisi wa jamii tunaenda hivi. Yeah. Chap chap. Ni appreciate. God bless. Unaweza kata, it's okay. Welcome to Big Bravo TV. Say it loud, say it back with me. If you got a dream, let it speak, let it scream, let it scream. This is where your wild sides meet. Welcome to Big Bravo TV. Turn it up who you'll be. Every little flaw, every win, every scene, we make you look big on the screen. Oh yeah! Confetti in your hair, my tape to your heart. You thought you knew the script, they just tore it apart. Side eyes, quick cuts, secrets in the green room. You came in as a maybe, walking out as the room. Welcome to